Alicia na Drew ni mabesti ambao wameshibana kinoma. Na Drew alikuwa anafanya kazi kwenye moja kati ya cafeteria hapo town. Na hapo anapofanyia kazi kuna mwamba bana anaitwa Joe, eti alikuwa anatengeneza washing machine kwa kutumia mikono. Yaani huyu jamaa kiazi kweli kweli. Sasa kilichomkuta, watu wote waliokuwa pale walimuonea huruma. Sasa hawa mabesti bana walikuwa wanakaa mjengo mmoja na room moja ambayo ina room mbili kwa ndani, na wamegawana hicho chumba. Lakini kwa bahati mbaya nyumba yenyewe ilikuwa imechoka kinoma. Sasa wakati bidada akarudi home, maana alikuwa akachoka, akasema ngoja ajipumzishe, mara akasikia hodi, mtu anagonga tena kwa fujo kinoma. Kufungua, kumbe mwenye nyumba bana kaja kudai kodi yake. Na bidada akamwambia mbona kila kitu niliclear kwa Alicia, kwani hajakupa? Mwamba akasema sijapata chochote bana, na nawapa masaa 6 tu mwe mshanipa kodi yangu, la sivyo mtakuta kila kitu chenu kipo nje. Na mwamba hana utani hata kidogo kwenye swala la kodi, na kashamtoa mpangaji mmoja tayari. Asa kumbe pesa bidada alimwachia Alicia, na Alicia siku hiyo aliingiza mtu ndani na kumpa hizo pesa, na mwamba akazichukua na kusepa nazo, na kisanga kikaanza kwenye kumtafuta huyo mwamba ili arudishe pesa zao bana, walipe kodi, maana mwenye nyumba ni mnoko kinoma. Sasa kwenye kutafuta wakagundua mwamba yupo kwa mjengo mmoja hivi, na alikuwa na miaji na mdada mwingine ambaye anaitwa Benis. Ikabidi waende, na walipofika wakajigawa kwamba Alicia ataingia ndani na kuchukua pesa kwa mwamba, then Drew atakaa huku nje akimzuka Benis, maana huyo dada ni mbabe kinoma. Japokuwa na kumzuga kote kule, lakini bado bidada aliwashtukia, huku mwamba naye alikuwa hana hata 100, pesa yote katumia. Then anamwambia bidada kuwa ka invest. Sasa sijui kabetia noma. Na Benis naye alipowastukia aliwachafua kinoma, wakakimbia, wakaona hapo sipa kukaa hapo. Na bidada naye akawa anafuatilia kwa nyuma mpaka kieleweke. Yaani hiyo pesa ya kodi iliwatoa jasho kinoma. Sasa wakiwa njiani wakapata idea ya kupata pesa, wakaona ngoja wajaribu kutoa damu hata pakti moja tu ili wapate pesa wakalipe kodi. Wakakuta na huyu mhudumu naye kiazi, baada ya kutoa pakti moja akatoa pakti 4 kwa Drew. Alicia alipokuja akamkuta mwenzie kalegea kinoma. Alikichafua, palikuwa na shida so kitoto. Mwisho akaondoka, damu ametoa na hela hawajapata, kwa pakti zote alizotoa bidada zilipasuka kwenye ugomvi alioanzisha Alicia. Sasa Drew alikuwa na interview mahali, maana kuna sehemu alipeleka maombi ya kufanya kazi, ndio akawa wamemuita, so ikabidi aende tu hivyo hivyo bila kujali. Kufika kweli akafanya interview, na interview ikaenda poa kinoma. Sasa wakati yuko ndani, Alicia alibaki nje, so akakutwa na Benis, alimpasua kinoma noma. Na bidada kipigo kilipozidi akawa anamuita Drew aje kumsaidia, na mule ndani wakaziona na kuzisikia zile vurugu pamoja na jina alilokuwa anaitwa Drew. Na walipomuuliza bidada akakana, lakini kwa kipondo alichokuwa anapokea mwenzie akaona usintanie wewe, ikabidi aende kumsaidia. Naye alipofika akaunganishwa kwenye list, naye akala kipigo chake. Kwa wote wawili wakawa wamepigika kinoma, na interview yenyewe ikawa imeharibika tayari, kwa sababu hana uwezo wa kupata kazi. We nani atamwajiri mtu ambaye anapigana ovyo na watu? Basi wakasepa pale, huko kila mmoja kamnunia mwenzie. Drew kamnunia Alicia na Alicia kamnunia Drew, kwa sababu hapo alipo wanatafuta pesa ya kwenda kulipa kodi huko. Waliporudi nyumbani wakakuta mwamba hana utani na alichokisema bwana, akawatolea kila kitu chao nje. Sasa wakiwa hapa akaja dada mmoja hivi anaitwa Bethany, na akawa ameona picha ambazo amezichola Alicia na kupenda moja kati ya picha na kuinunua pia. Na pia akawa amewapa idea kwamba hapo kwake leo kutakuwa na party ya kumkaribisha yeye, cause ni mpangaji mpya, na akawaambia kuwa waweke hizo picha zao na watauza. Na kweli bana mzee, ilipofika jioni watu wakaja shazi na wakanunua kweli picha nyingi kinoma. Sasa kuna story ambayo sikukupa bana, na hii ni kumuhusu Alicia. Huyu bidada bana ni mtu ambaye anapenda sana kuchora. Ukiacha kuchora pia anapenda sana viatu. Na siku moja walikuwa wapo wawili na wakaachana ile siku ambayo Drew katoka kutoa damu. Na bidada aliona viatu kwenye nyaya za umeme, so akapanda na kwenda kuvitoa, japokuwa alipigwa shoti na akatokea juu mpaka chini. Na alipovitoa akavipiga picha na kuvituma mtandaoni kwamba anauza viatu, na kweli akapata mteja. Lakini kumbe bana vile viatu vilikuwa vya mwamba mmoja hivi ambaye anaitwa King Lolo. Huyu jamaa yeye ni most wanted kinoma, na alipoviona vile viatu akamkamata aliyeuziwa na yule mwamba, akasema kuwa kauziwa na bidada Drew na mwenzie Alicia, na akapigia simu na kuambia kuwa anawapa masaa 4 tu wampe pesa ambayo wameuza vile viatu. Na wao ile pesa hawakuwa nayo, walipolwa na Benis
muda ule ambao wanapigwa, na mwamba alipoona kimya akawafuata huku na akakinukisha kinoma, na alikitimua kwa sababu alikuwa na chuma mkononi, na kila mtu akasepa na njia yake. Kisanga kikawa kwa Drew na Alicia kwenye kujiokoa kwa huyu mwamba, lakini walifanikiwa kumdhibiti bana, kwa sababu walipokimbilia ndani jamaa aliwafuata, na ile kufunga mlango kwa nguvu Singbod ikadondoka na kumpiga mwamba kichwani na kuzima. Na kama unakumbuka, hii nyumba ambayo anakaa ni nyumba ambayo ni mbovu kinoma, na punde tu mule ndani kukashika moto, kwa sababu yule mwamba ambaye aliondoka na pesa za kina Drew alikuwemo mule ndani, na aliwasha mishumaa, na ile mishumaa ikashika katika baadhi ya nguo zilizokuwemo mule ndani, na mule ndani kukaanza kuwaka moto. Lakini walikuja kusaidiwa bana na yule mwamba King Lolo akakamatwa na polisi.